You are watching B-Boy Feed TV. Like, subscribe, kisha turn on notification. Asante. Msanii wa muziki wa Bongo Flava mtu mzima Harmonize akiwa anaendelea na maandalizi yake ya Sate One album ambayo alituahidi kutoka mwezi Oktoba, lakini aliahirisha na kusema kwamba ataitoa 2026 mwezi wa kwanza. Lakini leo amekuja na new trending baada ya kumjibu Majizo kupitia kurasa yake wa Instagram, akiposti video fupi akimjibu Majizo baada ya Majizo kumuongelea katika ile interview ambayo amefanywa na waandishi wa habari, na Majizo kumtaja Harmonize na kusema kwamba ni miongoni mwa wasanii ambao wamesaidiwa na mtu mzima Diamond Platnumz. Basi Harmonize ameweza kumjibu Majizo na kumpa onyo kali sana kuhusu yeye kumtaja au kumhusisha na mtu mzima Diamond. Na Harmonize amesema kwamba alimwambia Majizo kwamba asifanye hivyo kabla ya interview, kwani Diamond Platnumz hastahili heshima hiyo, japo anatambua kwamba alimtoa kimuziki. Lakini Harmonize akaendelea kusema kwamba anatambua kwamba yeye ni msanii mkubwa na Diamond Platnumz amekuwa akiomba anguko lake kila siku, hivyo hawezi kumpa heshima yoyote juu yake, ambapo Harmonize akisema kwamba Diamond Platnumz pia ni sababu ya kufa kwa lebo yake ya Konde Gang, kwa sababu alikuwa akiwapa ahadi feki wasanii wa lebo hiyo kuwa wakitoka atawasaidia kimuziki. Harmonize amemtolea mfano Angela ambaye Diamond Platnumz alimwaahidi kwamba akitoka katika lebo ya Konde Gang basi atamfanya afanye collab na Zuchu, kitu ambacho mpaka leo au mpaka sasa bado hakijafanyika. Lakini sio hivyo, Harmonize ameendelea kufunguka na kusema kwamba Diamond Platnumz wakati Ibra akiomba akidai pia kuondoka Konde Gang, basi Diamond Platnumz alimfanyia Ibra mpango wa kuwa na mwanasheria, yani alimpatia mwanasheria ambaye atamsimamia katika kuondoka Konde Gang, zile stahiki zake zote pamoja na yote. Lakini Harmonize amesisitiza na kuweka msisitizo kuanzia hivi sasa atamshtaki mtu yoyote ambaye atahusisha jina lake na mtu mzima Diamond Platnumz. Lakini mbali ya yote hayo ya Diamond Platnumz pamoja na lebo yake ya Konde Gang, amefunguka na kuweka wazi kwamba haumii akisikia watu wanasema kwamba watu wanaosema kwamba hawatamuunga mkono wala kusikiliza ngoma zake, kwani anaelewa situation inayoendelea kwa hivi sasa, kwa sababu watu bado wana uchungu na mambo yaliyotokea Oktoba 29, kwani hakuna aliyefikiria kwamba itatokea jambo kama hilo. Aidha, ameombea marehemu wote wapumzishwe na Mwenyezi Mungu awalaze mahali pema peponi. Lakini hili jambo binafsi yangu mimi naweza nikalichambua kidogo. Binafsi yangu naweza kusema kwamba binafsi yangu nimemsikiliza sana vizuri mtu mzima Harmonize, lakini pia sijaona haja wala pointi ya msingi ya yeye kumshusha thamani mtu mzima Diamond Platnumz katika maisha yake, kwani bila Diamond Harmonize asingekuepo alipo sasa. Hata hizo milioni 600 ambazo anasema alilipa kwa sababu tayari Diamond Platnumz alikuwa ameshamjengea brand bora, akaaminika na kukopesheka. Harmonize hata akipigwa vita vipi na Diamond kwa sasa asichukie, kwani kwa sasa kila mmoja analinda biashara na brand yake. Vita hizi haziwezi poteza mchango au alama ya Diamond Platnumz kwenye maisha ya muziki ya Harmonize. Hilo ndo jambo langu ambalo naweza nikamwambia mtu mzima Harmonize, awe mpole tu bwana. Maisha tunapita, na muziki ni biashara, muziki ni jambo ambalo ni la furaha, so vita. Hata ukiangalia maisha ya Diamond Platnumz na Alikiba, so kwamba ni wanabifu la kweli, lakini kwenye public au kwenye mitandao lazima kila mmoja aonyeshe kulinda brand yake, na hiyo ni biashara, so kila mmoja analinda brand yake. So sina la ziada hapa ndani, kukumbushe tu ambaye bado hujasubscribe channel hii, please make sure una subscribe kwa TikTok kama hizi, subscribe, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele itakayotokea ili kuweka on notification wa kwanza kupata habari zetu hizi na nyinginezo. Kwambie tu hapa ndani mimi sina la ziada, push la kutosha kwake Stefano Tem. Behind the camera ni Mr. Butterfly, I go by the name B-Boy Feed. Enjoy.